Karibu tena. Na leo tunazama moja kwa moja kwenye usiku mmoja wa ligi ya mabingwa, tarehe 17 Februari 2026. Uchambuzi huu wa VN Podcast unaangazia usiku ambao ulikuwa na kila kitu. Kila kitu kabisa. Ulikuwa ni usiku uliotuonyesha sura mbili za soka. Upande mmoja uzuri wake na upande mwingine upande wake wa giza. Basi tuanzie na huo upande wa giza. Kule Lisboni, mechi ya Benfica dhidi ya Real Madrid. Ndio. Vinicius Junior anafunga goli zuri sana dakika ya 50. Lakini kabla hata sherehe haijaisha, mchezo unasimama. Na si kusimama kidogo, ulisimama kwa zaidi ya dakika 10. Na chanzo kilikuwa kizito sana. Kizito kweli kweli. Vinicius anadai alitukanwa. Ndiyo, vyanzo vyetu vinaeleza kwamba alimwendea mwamuzi Francois Letexier na kumwambia Gianluca Prestiani wa Benfica alimuita mono. Neno la Kihispania linalomaanisha tumbili. Na inasemekana Prestiani alijaribu kufunika mdomo wake. Kabisa. Alifunika mdomo na jezi yake, lakini inaonekana haikusaidia. Hapo sasa, mwamuzi alianzisha ile itifaki ya FIFA ya kupambana na ubaguzi wa rangi. Na hiyo itifaki, kwa ufupi tu, inafanyaje kazi? Ni mchakato. Kwanza mwamuzi anasimamisha mchezo, tangazo linatolewa uwanjani. Ikiendelea, anawaondoa wachezaji uwanjani kwa muda, na ikizidi, mechi inavunjwa. Na Vinicius alichukizwa sana. Sana. Aliketi kwenye benchi na kwa muda akakataa kuendelea. Hisia zilikuwa juu. Kylian Mbappe, kwa mfano, alidai kumsikia Prestiani akisema lile neno mara 5. Mara 5. Lakini hapa ndipo mambo yanapochanganya. Kocha wa Benfica, Jose Mourinho, Mourinho anakuja na kusema sherehe ya Vinicius ndio iliyochokoza. Sasa hii si ni ile hoja ya kumlaumu mwathirika? Hapo umegusa penyewe. Ni mjadala unaoendelea. Hakuna kinachohalalisha ubaguzi, lakini unajua Mourinho anavyolinda wachezaji wake, japo mvutano ule ulimfanya na yeye apate kadi nyekundu. Na Prestiani mwenyewe alikanusha bila shaka. Ndio, alitumia Instagram kukanusha vikali sana. Sawa. Basi wakati Lisboni kuna mzozo wa kijamii, kule Istanbul bwana, kulikuwa na tetemeko la ardhi la kisoka. Hilo ni neno sahihi. Galatasaray 5, Juventus 2. 5-2. Hii si kawaida kwa timu kama Juventus. Sio kawaida kabisa. Hili ni anguko kubwa. Galatasaray walionyesha udhaifu mkubwa sana kwenye safu ya ulinzi ya Juve, na ile kadi nyekundu ya Joan Cabal iliwamaliza kabisa. Na kulikuwa na wachezaji waliong'ara kweli kweli kwa upande wa Galatasaray. Bila shaka. Noah Lang alifunga 2, Gabriel Sara, Davinson Sanchez walikuwa moto. Kwa upande wa Juve ni kama Teun Koopmeiners alikuwa anapambana peke yake. Na bado msisimuko haukuishia hapo. Kule Paris nako kulikuwa na mchezo mwingine wa kugeuza meza. Ndiyo, Paris Saint-Germain walitoka nyuma kwa mabao 2 na kuwafunga Monaco 3-2. Monaco walidhani wamemaliza mchezo baada ya magoli ya haraka ya Balogun. Kabisa. Lakini Didier Doué alitoka benchi na kubadilisha kila kitu. Mabao 2. Hii inaonyesha umuhimu wa kuwa na kikosi kipana. Na tukimalizia kwa haraka, Borussia Dortmund wao walikuwa watulivu zaidi. Wao walifanya kazi yao mapema. Ushindi wa 2-0 dhidi ya Atalanta. Magoli yote kipindi cha kwanza. Ufanisi wa Kijerumani. Walimaliza mchezo bila presha yoyote. Kwa hiyo, ukiangalia usiku wote, unapata picha mbili tofauti kabisa, si ndio? Ndio. Na huu ndio uchambuzi wa VN Podcast. Upande mmoja una ufundi, mabao na furaha ya soka, kama tulivyoona Istanbul. Lakini upande mwingine bado tuna hili janga la ubaguzi ambalo linatukumbusha bado tuna kazi kubwa ya kufanya. Na hapa sasa tunakuachia wewe swali la kujiuliza. Baada ya kuona yaliyotokea Lisboni, unafikiri hizi itifaki zilizopo zinatosha kweli kupambana na ubaguzi? Au labda imefika wakati wachezaji wenyewe wachukue hatua kali zaidi, kama kutoka uwanjani, ili kuleta mabadiliko ya kweli?